ikoho mulembe, muri mwoyo, muri baramu, musangarire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Ikolomani, kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa. Wacha tena nichukue nafasi hii niwashukuru sana. Nilitembea na nyinyi, tukakubaliana, nikaomba kura yenu, mkanipatia, mkaongeza maombi, Mungu akatupatia ushindi. Mimi nimekuja kusema asante sana watu wa Ikolomani. Si ndio? Na mnajua tulikubaliana ya kwamba tukimaliza mambo ya uchaguzi, kazi ndio itaendelea. Kitendawili haitaanza. Ama mnataka kuanzisha kitendawili? Si tulisema kazi iendelee? Ndio nimekujia hii kazi. Mnajua nilikuwa hapa na huyu mjumbe wenu, rafiki yangu Mheshimiwa Bernard Shinali. Si ndio? Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tujenge hii college ya KMTC. Si ndio? Lakini hapo katikati kukawa na maneno mingi. Mara handshake, mara BBI, mara rege, kazi ikakwama. Sasa leo mimi nimefika ndio hii kazi tukamilishe. Mnanielewa? Nimeshakubaliana kwa sababu nilimuuliza Bernard, ile kazi ya KMTC imefika wapi? Mimi nataka nikuje nione mwenyewe. Sawa sawa? Nimeona hii kazi ilikuwa imekwama, lakini mimi niko sasa na maneno yenu. Hii kazi yote hii, mimi nataka kabla ya mwisho wa mwezi wa 9, hii kazi yote iwe imekamilika. Kwa mapenzi ya Mungu, nataka tarehe 1 mwezi wa 9, wakati tuna admit wanafunzi kwa KMTC zingine Kenya, KMTC Iku hapa ipate wanafunzi. Waumburije? Mnanielewa? Kabisa. Kwa hivyo tumekubaliana hivi. Ile jengo iko pale, ndio tumeweka pesa kama serikali milioni 48. Mimi nimekuja kuwatangazia sasa hiyo pesa imebaki 27 million, naenda kurelease ndio hiyo jengo ikamilike. Mheshimiwa, mimi nataka nimshukuru mjumbe wenu kwa sababu ameweka pesa ya CDF kujenga hii jengo. Sawa sawa? Na mimi pia nataka niwatangazie ya kwamba tutaweka pesa hapa ingine shilingi milioni 65 ili tuweze kuweka equipment. Sawa sawa? Tuweke equipment ya kutosha katika mjengo huu. Tuhakikishe ya kwamba itatusaidia kupanga vijana wauguzi, wale nurses, clinical officers, radiographers, pharmacists na wale wengine wote ambao watatusaidia katika mpango wetu wa universal health coverage. Mpango ambayo itahakikisha ya kwamba kila Mkenya akienda hospitali anapata matibabu, na ile kisirani ya zamani ya kuuza mali, kuuza shamba, kuuza ng'ombe, kwenda kulipa bili ya hospitali, tunataka tuikomeshe. Nyinyi mnanielewa watu wa Ikolomani? So mimi nimekuja hapa makusudi. Mimi sijakuja hapa matembezi. Na mimi si mtalii. Nyinyi mnanielewa? Mimi nimekuja hapa kwa sababu hii kazi imekwama, na mimi nataka hii kazi tukwamue. Hii kazi kabla ya Septemba watoto wetu wa KMTC wakuje wasome hapa. Tumekubaliana? So Mheshimiwa Shinali, kazi ya hii madarasa haya ni kazi yako. Umeniambia within 2 months, maximum 3 months utakuwa umekamilisha. Na mimi nitakamilisha ile, na pia nikamilishe ile imebaki hapa, na nilete equipment ndio watoto wa hapa Kakamega na Ikolomani na Kenya wapate mahali ya kuja kusoma, ndio watusaidie kwa mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Watu wa Ikolomani tunaelewana? Vile vile
mimi nataka niwaambie kati ya mambo yale tunafanya kama hii ni kwa sababu mimi niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mfumo mpya wa mambo ya matibabu katika Kenya. Mfumo ambayo itahakikisha hakuna Mkenya anawachwa nyuma. Na ndio sababu tumebadilisha sheria. Hawa wabunge wenu wamenisaidia, tumebadilisha sheria. Sasa tuko na sheria mpya ya mambo ya matibabu. Mimi mwenyewe nimeweka sahihi hizo sheria. Na sasa mambo manne yatafanyika. Ya kwanza, tumekubaliana ya kwamba pale kijijini, kila kijiji ya Kenya, tutakuwa na community health promoters. Community, mnaona wale wako pale? Wale community health promoters. Tumesema kila kijiji. Na hapa Kakamega, tuko na 4,250 watu community health promoters kama wale. Tayari mimi nimetoa pesa ya serikali milioni 120 ya Kakamega County ya kununua equipment ya wale community health promoters. Sasa pale kijijini utakuta community health promoter, muuguzi wa afya atakuja, atakutembelea, akupimie pressure, akupimie moyo inapiga namna gani, akupimie hypertension, akupimie nini, na akueleze mambo yako ya afya iko namna gani, na akusaidie kujua ni mpango gani unaweza kufanya, ndio tupunguze watu wengi wanaenda kwenye hospitali katika magonjwa ambayo yanaweza kuzuiwa kule nyumbani. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili ambayo hiyo sheria mpya imetupatia, tuko sasa na hazina mpya inaitwa Chronic Illness Fund, ambayo sasa itawezesha kila Mkenya bila ya kujali ni maskini, ni tajiri, ni mrefu, ni anajulikana, ajulikani, kila mmoja wetu kupitia kwa Chronic Illness Fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kulipia kila Mkenya, hasa magonjwa yale yanawasumbua, magonjwa ya kansa, hypertension, diabetes, ile iko na kisirani na kiburi, ambaye inasumbua wananchi. Bili inakuja milioni 1, milioni 2, milioni 3, tunaenda kuuza ng'ombe, tunaenda kuuza mali. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumesema hakuna mtu tena atauza mali yake, hakuna mtu tena atauza ng'ombe yake. Sasa tutakuwa na pesa ya serikali ya kulipa gharama ya hospitali kwa magonjwa yale chronic illness ambayo iko katika taifa letu la Kenya. Hiyo ni jambo la ngapi? La pili. Jambo la tatu, nyinyi mlisikia nilisimama hapa nikasema wale mnalipa NHIF shilingi 500. Sasa tutafanya assessment. Kama wewe mapato yako iko chini, tutakupunguzia kutoka 500 kila mwezi mpaka 300. Ndio tuweze kufikia wananchi wengi. Tumeelewana? Jambo la 4, pia kuna wananchi hata hiyo 300 hawawezi kulipa. Si ndio? Tuko na wananchi wale wako chini sana. Sasa tumesema kwa sheria mpya, wale wananchi hawana uwezo kabisa, lazima pia wawe na NHIF. Lakini kwa sababu hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya tutawalipia wote wale wako chini, ndio kila mtu awe na bima ya afya, aende hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa. Jameni, watu wa Ikolomani, mnataka tuendelee na hiyo mpango? Ama nyinyi mnataka kuendelea kuuza ng'ombe? Mnataka kuendelea kuuza mali yenu, kwenda kulipa hospitali? Si tuwe na mpango hii. Ndio tumepanga, tumepitisha sheria, katiba ya Kenya inasema, tulikuwa na kwa manifesto yetu, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango iko sambamba, na tutahakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata matibabu bila matatizo na bila kulipishwa pesa yoyote. Mimi nataka niwaulize, saa hizi mambo ya regulations inaendelea, na tuko na msichana ambaye ako na bidii, waziri wangu ambaye anahusika na mambo ya afya, anaitwa Susan Nahumicha, ako hapa, ndiye anaendesha hiyo mpango. Nyinyi mnanielewa? Tuendelee na hiyo mpango, tupange mambo ya afya, tupunguze 500 ikuje 300 kwa wale ambao uwezo wao iko chini, na ule mtu hasla ambaye ana mbele wala nyuma tumulipie. Ama namna gani jameni?
Lakini mimi naona mnapiga makofi hapo kwa mtu hawezi kulipa. Mimi nataka wewe sikia. Kama wewe uko na uwezo, huwezi kunidanganya ati ndio ulipiwe. Yule mtu wako na uwezo atalipa 300. Si ndio? Lakini yule hana uwezo kabisa, huyo nitamlipia. Na tuko na vile ya kupima, msifikiri ya kwamba kuna mtu hata nikata kuona hivi, hapana. Sijui kama tunaelewana. Si jameni tukubali yule mwenye yako chini tumsaidie. Si tulisema mambo ni bottom up. Tuanze ule ambaye hana uwezo kabisa tumlipie. Ule yako na uwezo kiasi tumpunguzie kutoka 500 mpaka 300. Si ndio? Wale wako na uwezo kama mimi na Shinali huyu sisi tulipe. Ala, ama namna gani? Sisi wengine tulipe. Kwa sababu tunataka kusaidia Wakenya wengine so that we can move together. Tumekubaliana watu wa Ikolomani? Mimi vile vile nimekubaliana na huyu gavana wenu Barasa ya kwamba kuna hospitali iko hapa nyuma. Na hiyo hospitali tunataka tuinue iwe level 4, tununue ardhi. Huyu muungwana Barasa gavana wenu amesema atanunua ardhi ya hiyo hospitali. Si ndio? Na tumekubaliana vile tutaweka equipment. Ndio wale watoto ama wanafunzi watakuja hapa wapate mahali ya kwenda kufanya practicals, ndio wawe na ujuzi kamili, ndio watusaidie kuhakikisha kwamba tunapunguza mambo ya magonjwa, kwa sababu tuko na wauguzi wenye wako na masomo na wako na elimu ya kutosha. Tumeelewana watu wa Iku? Mimi najua kuna barabara yenu hapa. Hii barabara mnataka iunganishwe mpaka Museno. Si ndio? Na Museno pia iunganishwe mpaka Shamahoho. Ama mnatakaje? Ni hivyo? Unajua hiyo barabara ilikwama. So mimi naenda mpaka huko Vihiga leo kwenda kuangalia ni nani amekwamisha. Si ndio? Na nimekubaliana na mjumbe wenu na viongozi wa hapa, tutashughulikia hiyo barabara yenu ndio muweze kupata usafiri na mambo yaende sawa sawa. Vile vile huyu mjumbe wenu pia ameniuliza mambo yenu ya stima. Ameniambia kuna mahali kijiji bado kuna giza. Na unajua mahali iko giza shetani anapenda hapo. Si ndio? Umesikia shetani anapenda mahali iko giza? Sasa amenisaidia tuvugushe shetani hii Ikolomani. So tumekubaliana na tayari nimempatia na nimetoa shilingi milioni 250 ya Ikolomani ya kuunganisha wananchi wengine 3,200 wapate stima makwao. Huyu Shinali sasa atafanya kazi na waziri wangu, tumtatuambia ni kijiji fulani, ni kijiji fulani, ni kijiji fulani, ndio tuweze kupanga mambo ya stima, tufikishe stima makwenu ili tuweke mwangaza, tuhamishe shetani na nyinyi muendelee na biashara yenu. Waumbrili. Tumeelewana? Tuendelee namna hiyo. Pia huyu muungwana wenu ameniambia kuna soko. Mimi nilimwambia huyu ndugu yangu Mheshimiwa Shinali ya kwamba tunajenga soko 13 mpya hapa Kakamega. Nimetoka soko ya Chekalini huko. Kuna soko zingine nyingi hapa mimi nitajenga, tunapanga saa hizi. Mpaka Kakamega town tunataka kujenga soko kubwa ya milioni 500. Kwa sababu nilikubaliana na hawa wakina mama ya kwamba hata mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima na mahali penye usafi. Tumeelewana jameni? So soko yenu hapa ya Idaho North nimeweka milioni 50 na kuja kuanzisha hivi karibuni, ndio tujenge hiyo soko wakati tunajenga zile zingine za hapa Kakamega. Tumeelewana watu wa Ikolomani? Tumeelewana? Mnataka tuendelee namna hiyo? Mimi nataka nirudie tena. Nyinyi watu wa Kakamega ni watu wangwana na ni wazalendo, kwa sababu mumetusaidia kuzalisha chakula Kenya. Leo asubuhi nimesema ya kwamba tuko na malori 200 ya mbolea inakuja hii Kakamega. Ile mbolea mlitumia mwaka uliopita magunia 1165. Sasa tumeongeza maradufu mwaka huu. Tumeongeza kutoka 1165 mpaka magunia 1300 ya hapa Kakamega County. Tunataka mtusalishie chakula. Wale mnazalisha miwa, wale mnazalisha chai, wale mnazalisha mahindi,
mihogo na mambo yale mengine yote. Tunataka tusaidiane na wakulima, tuzalishe chakula, ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Nyinyi tuendelee namna hiyo, sio? Nasikizeni watu wa Ikolomani. Ili tuweze kuondoa njaa Kenya, lazima sisi kama serikali tusaidie wakulima watuzalishie chakula. Si ndio? Chakula haidoki kwa madukani, chakula inatoka shambani. Hata mtu afaye sufuria miaka ngapi kwa kichwa, unga haiwezi pungua. Unga itapungua tukienda shambani tuzalishe chakula. Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli? Kwani hata kwa uganga ama kwa dawa ama uchawi, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini? Sio ni ukumbavu? Ama ni ushenzi? Ama ni yote mbili? Bure kabisa. Sijui kama tumeelewana watu wa Ikolomani. Tumeelewana? Mnasema tuendelee na kazi hii ya hospitali tufanye, ya barabara tufanye, ya stima tufanye, soko tujenge, ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelee. Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Na mimi nataka niwahakikishie hawa viongozi wote mumewachagua, kutoka governor, senator wenu, wabunge mpaka MCA. Mimi niko tayari kufanya kazi na wao ili tuweze kubadilisha hii Kakamega na tuhakikisha kwamba tunabadilisha Kenya kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na mimi nataka niwaulize vile vile, tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma shuleni. Na ndio sababu mwaka uliopita tuliwaajiri walimu 56,000. Mwaka huu tunaajiri walimu 20,000. Kwa sababu tunataka kila mtoto akienda shuleni akutane na mwalimu ili tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na nimetangaza juzi na jana na leo ya kwamba watoto wetu hasa wa JSS, kuna maneno ulaghai inaendelea shuleni. Kuna watu, mtoto wa JSS akienda shuleni anaambiwa mambo mawili. Ya kwanza anaambiwa, pesa ya serikali haijalete, wewe enda lete school fees. Ati kuna watoto wamerudishwa nyumbani ati kwa sababu ya mambo ya school fees. Mimi nataka niwatangazie, serikali ya Kenya tumetoa 7.5 billion, bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kuuliza pesa ati school fees kwa sababu serikali imelipa. Kama kuna mtoto, sikilizeni wazazi, kama kuna mtoto ako nyumbani leo ati kwa sababu aliambiwa shuleni aende alete school fees, Jumatatu awe shuleni bila pesa, kwa sababu serikali ya Kenya tumelipa pesa yote ya kusomesha watoto wetu. Tumeelewana? Ya pili, kuna watu mtoto akienda shuleni anaambiwa arudi nyumbani ati kwa sababu hana uniform. Mimi nataka nitangaze tena, kama mzazi hana pesa ya kulipa ama kununua uniform mpya ya JSS, si huyo mtoto alikuwa na uniform akiwa grade 6 na ni uniform ya shule, hiyo uniform alikuwa anatumia akiwa grade 6, aende naye JSS mpaka mzazi apate pesa ya kununua uniform ya JSS. Hakuna mtoto atanyimwa nafasi ya kusoma ati kwa sababu ya mambo ya uniform. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na walimu wanisikize vizuri. Mwalimu yeyote ambaye atazuia mtoto kusoma shuleni ati kwa sababu ya mambo ya uniform, huyo mwalimu anatangaza vita na mimi. Sijui kama tunaelewana. No child in Kenya should be denied an opportunity to learn because of school fees, because of uniform. Education is a human right. Every child in Kenya deserves an opportunity to be in class. Tunaelewana watu wa Ikolomani? Nipangane namna hiyo na kibarua. Ya mwisho, mimi nataka niongee na vijana wa hapa Ikolomani. Vijana muko? Vijana wa Ikolomani muko? Nataka munisikize kwa makini. Boda boda wakiwemo. Nataka munisikize kwa makini. Tumekubaliana hivi. Kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya nimesema tutakuwa na mpango ya kupanga ajira ya hawa vijana. Hatuwezi kuwa tunasomesha watu, tunatumia pesa nyingi na hatuna mpango vile wakitoka shuleni wataenda kufanya kazi gani.
Tuko na watoto wengi hapa kwenu kama vile Kenya mzima. Kila boma haikosi watoto wawili watatu wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini wako nyumbani hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Si maboma yetu yote hii iko na watoto wako nyumbani wamemaliza shule? Ndio nimesema this time round lazima tuwe na mpango ya vile hawa watoto wetu watapata ajira. Na niko na mpango mara ngapi? Mara 3. Nimeweka mpango ya kwanza housing. Pale kwa housing nataka niajiri vijana 500,000 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Tayari vijana 1130 wanafanya kazi katika mpango wa housing sehemu mbalimbali ya Kenya. Tuko na architects, tuko na engineers, tuko na QS, tuko na plumbers, tuko na carpenters, tuko na electricians, tuko na steel fixers, tuko na watu mpaka ya watu ya mkono. Tuko na watu wanafanya kazi katika kampuni ya simiti, tuko na watu wanafanya kazi kampuni ya chuma, tuko na watu Kware wanatuletea kokota na mawe, na tuko na watu hapa katikati mafundi, transporters na wale watu wengine wote. Hiyo mpango yote ni kwa sababu lazima tupange ajira ya hawa vijana. Na hiyo mpango ndio mimi nimekuja juzi hapa Kakamega. Tunataka kujenga nyumba za Kakamega 20,000 na tunahitaji vijana 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana mko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ya architect ikipatikana utafanya. Ya engineer utafanya. Ya electrician utafanya. Na ya mkono utafanya. Na ya plumber mtafanya. Tuendelee namna hiyo. Si namna hiyo? Ya pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba lazima tupange vile tutakuwa na ajira ya mtandao. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Shinali, tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi mwenyewe nimesign sheria mpya ya CDF ambayo itampatia nafasi kila mbunge ajenge ICT hub in every ward. Kila ward tutakuwa na ICT hub. Huyu mjumbe wenu akijenga, mimi nitaleta kompyuta, nitaweka internet, nitakuwa na walimu wa kufundisha hawa vijana, kwa sababu tuko na ajira inaitwa digital jobs. We have negotiated as a government ili vijana hawa wapate ajira, wajiendeleze, walipwe madola, Kenya isonge mbele. Na nimekubaliana na hao wabunge, kila mbunge nimempatia miezi 4 hiyo ward ICT hub iwe tayari. Tunaelewana? Nyinyi vijana wa hapa Ikolomani, mtashindwa kufinya kompyuta tukiweka kompyuta hapo kwa ICT hub? Sasa wewe ukishindwa kompyuta, mimi nitakusaidia namna gani? Kufinya tu alafu unaweka dola kwa mfuko? Hata nyinyi wacheni mchezo nani. Sijui kama tunaelewana. Mko tayari kwa hiyo mpango? Kuna vijana vile vile, mkiona tunaanzisha college kama hii, tumekubaliana na waziri na wale wanasimamia hii college ya kwamba tuna train pia vijana wa Kenya watakaofanya kazi ile inaitwa export of labor. Tuko na nafasi Saudi Arabia, tuko na nafasi UAE, tuko na nafasi Ujerumani, tuko na nafasi Marekani ya vijana wa Kenya kwenda kufanya kazi huko. Nilikuwa nasikia mtu ya upinzani anasema mbona Ruto anataka vijana wetu waende wafanye kazi ng'ambo. Sasa mimi nauliza, kati ya kufanya kazi ng'ambo na kumangamanga kwa maduka hapa, gani ni ya maana? Mnataka mtu amangamange kwa maduka hapa? Sieri aende afanye kazi ng'ambo, alipwe madola. Vijana mko tayari ama mko tayari? Ati wanalalamika ati mimi nimepanga kazi nyingi ya vijana, ati nimepanga ya housing, nimepanga ya digital, hata wengine ninataka kupeleka ng'ambo, ati watakosa watu ya kupeleka maandamano. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Ikolomani, kwani maandamano ni kazi? Ati mtu anangojea kwenda maandamano? Kati ya kwenda ng'ambo na kwenda maandamano, wewe utaenda maandamano kichwa yako inafanya kazi mzuri? Sijui kama tunaelewana. Na hiyo kazi yote ni ya wanaume na wazee na kina mama na kila mtu. Hakuna kazi iko na ubaguzi siku hizi. Si ndio? Ama tunaelewana namna gani? Watu wa Ikolomani tumekubaliana? Mnasema tupange hii kazi? Ama mnataka hao watu watupangie sijui maandamano ama nini? Tupange hii kazi? Mnasema huyu Shinali apange na mimi hii kazi? Si huyu Shinali alikuwa rafiki yangu? Lakini nyinyi mlimpitisha sijui kwa na gani mpaka barabara yangu na yake ikapitana.
Sasa nyinyi mlimkuya mkampeleka kwa rege. Sasa bila shaka hii rege. Lakini sasa nyinyi mnasema mimi nifanye kazi na huyu Shinali. Niungane na yeye. Akuje nifanye na yeye. Awache TV. Awache rege. Awache maandamano. Akuje apange hii ya kazi. Tupange tujenge hii shule. Tuweke stima. Tujenge barabara. Tusomeshe watoto. Hebu ni wale wanasema tufanye hiyo kazi. Basi, oriomuno, mimi niko na hapa na viongozi wengi. Niko hapa na Papa wa Roma, Man Moses Wetangula, awasalimie.